Hello my beautiful people, mambo vipi? Hopefully wote mko poa kabisa. Same applies now. So darasa letu la kwanza kabisa kwenye masuala ya graphics tukaanza nao ni typography. So typography ni masuala mazima ambayo yanahusiana na miandiko, the way unavyoonekana, the way font unazozichagua, nafasi baina ya letters na pia nini, uwezo wa kusomeka. Okay, so hivi ndio vitu tutakavyo deal navyo kwenye hii topic, font choice. So kwenye font choice hapa ni kitu cha kwanza kabisa ambacho inabidi ukijue kwamba kwenye miandiko inabidi ujue utachagua nini, mwandiko gani, kutokana na nini, na kazi, kutokana na design unayoitengeneza. Cause kila theme, yani kila kazi utakayoipata inawezekana theme tofauti tofauti, in terms of elegance, in terms of like playful. Yani inategemea kitu gani unachokifanya ili uweze nini, kufikisha ujumbe vizuri. Mfano kwenye font choice hapa, na pia hata upande let's say wa logo, posters and stuff, vyote hivyo utakuwa unatumia hiki kipengele cha font choice. Mfano let's say unataka ufikishe ujumbe fulani kwa mtu, ngoja naonyeshe picha hapa kama mfano. Okay. Recent. Naonyesha picha hapa kama mfano. Picha hii hapa, sawa. Umeona kama hii picha hapa kwenye font choice, ujumbe ni ule ule, sawa, lakini theme au hisia unazofikisha ni mbali mbali. Mfano kama hapa, sawa, I will always find you. Ukiangalia hii niliongelea kwenye past video wakati naelezea topic tutakazopitia, sikuonyesha hii picha, so this time naonyesha. So I will always find you, ukiangalia hapa unaona kwamba ni nini, the same colors, kila kitu kipo sawa, ila tu font choice ndio imetofautisha ujumbe na kuleta hisia tofauti. Mfano hapa I will always find you, hii imekaa very loving, kwa upendo, but hii I will always find you, yani ukisoma tu na the way ilivyoandikwa unaona hii kuna shari ndani yake, au ni kitu cha kutisha, au ni mtu anataka kukuua, vitu kama hivyo, kutokana na nini, font ilivyo. This is more horror kuliko this is loving, this is horror. Kwa font choice pia ina mata pale ambapo unakuwa unafikisha ujumbe fulani. Kwa kama unataka kufikisha ujumbe wa upendo, it's better ku use nini, the font choice kama hii hapa ambayo ita symbolize upendo. Kama unafikisha let's say kutisha au shari, ni it's better to use kitu kama hiki hapa, kitaleta nini, hisia hizo. Kwa graphic design haihusiani tu na masuala ya kudesign peke yake, ni masuala mazima ya kujua namna gani utakavyo capture attention na hisia za watu kutokana na nini, message unayo deliver. Sawa. Kwa ukienda let's say kwa watoto, inabidi let's say unatengeneza poster design kwa ajili let's say ya watoto, lazima utafute fonts ambazo zitaendana na nini, watoto, either ni playful fonts, vitu kama hivyo, ili nini, mtoto anakuwa anaelewa. Ngoja hapa tu, nadhani kupitia tu mfano, let's keep this video short. Kupitia kwa mfano ushaelewa maana font choice tunaongelea kitu gani. Then tunakuja kwenye font pairing, yani sio kila font inaendana na font, sawa. Let's say mfano kama hii typography hapa, sawa. Let's say ngoja kuna project hapa niliandaa niwaonyeshe. So ngoja tuangalie hapa mfano umeona kama hii hapa, sawa. Tupo kwenye tulianza font choice, kwa tupo kwenye font pairing. Let's say hapo unaona design logo yako, inabidi ujue pia nini, logo yako inatumia nini, fonts za aina gani, yani utapea font gani na font gani ili ziendane. Mfano kama hii, let's say hapa juu kuna nembo, hii ndio wordmark, then hapa chini ni slogan, sawa. Kitu kama hiki uwezo ukasema ni nini, ni kinaleta maana, cause logo na slogan vyote vinafanana, hamna utofauti wowote, sawa. Wa nini, kwa in terms of like font, yani kwa kubadilika kwa font. Kwa hii kitu pia kinafanya kitu kinaonekana very not like very professional, kinaonekana kipo tu ili mradi, haivutii machoni. But ukiangalia hapa, hata kama tukiikuza hii, tukiweka hivi, at least hilo logo inajitenga na hii, cause nini, ni font mbili tofauti na zimeendana. Kwa lazima uangalie kitu gani unachokitumia na font ni ipi unayoitumia. Ngoja tubadilishe font hapa,
then uone. Hii hapa kidogo hatujaongea kwenye size and stuff. Hapa tupo kwenye size kubwa kama hivi, ila nini, tayari unaona kuna utofauti baina ya logo na slogan. Tukija let's say ngoja tubadilishe slogan hapa, tubadilishe font, then tuone kitu kinachozungumziwa hapa. Let's say tuweke font gani? Ngoja tuweke hii hapa. Okay, umeona, yani haileti maana, yani still they are both very bold, zime stand out, yani lazima mwisho wa siku uweze kutengeneza ile hierarchy ya kusubject nini kitu husika. Kwa logo inabidi ionekane clear zaidi kuliko hivi vingine. Kwa yani ukiangalia tu hizo font mbili unaona that pairing haijakaa poa. Ngoja naonyesha mfano mwingine, let's say hii hapo, ana yaonekane vizuri. Mfano kama hii hapa, unaona, yani ukiangalia unaona okay, this is not okay, yani haijakaa sawa, kuna kitu kina miss. Kwa lazima ujue nini, namna kufanya pairing, font gani zinazoendana, font gani haziendani. Uzuri siku hizi kuna AI, yani wewe kuliko kukaa kuscroll hivi, let's say una mafont hata 1000 uko unatafuta the right font, unaweza ukamcheki AI like okay bwana, nataka kutengeneza brand ya hiki na hiki na hiki na hiki, ni suggestie the great font ambazo zitafanya pairing nzuri. Kwa kitu kama hicho kinarahisisha pia kupunguza heka za kukaa kuumiza kichwa mwenyewe. Kwa AI ipo kwa ajili ya nini? Ya kutusaidia kurahisisha kazi na sio kuchukua kazi yako. Kwa that was nini? Font pairing. Kwa watu pekee watakao survive ni watakao jifunza kutumia AI kwenye kazi zao, lakini AI ku replace mtu yoyote. So hapa tupo kwenye font rate, tunakuja kwenye font pairing. Font pairing tayari. Spacing pia hiki ni kitu kingine ambacho nini, tunaongelea nafasi baina ya nini, ya letters. Mfano tunarudi hapa. Okay, umeona hii hapa na hii ni tofauti. Hata kama hii tukipunguza ukubwa tukaiweka hapa, yani haitengenezi ile hierarchy, ile picha nzuri kwenye macho kuliko hii, cause spacing. Umeona hapa letters zimeachana, ila hapa zimebanana sana. Kwa lazima ujue vitu gani ufanye spacing ili ulete muonekano mzuri kwenye kitu gani usikifanyie spacing. Umeona, mfano kama hiyo hapo juu tukiongezea spacing, at least inaweza make sense. Let's say tumetanua hapa, tukaipunguza ukubwa tukaiweka. Okay, so something right now hapa napata, naona kwamba inaleta hierarchy nzuri kwenye macho. Una uwezo wa kuona clear image ya nini kitu kizima kinavyoendelea hapa. For that is spacing. Then tunakuja sehemu nyingine, and okay, tunakuja nini, readability. Yani lazima ujue font gani ambayo inakusaidia wewe kusoma au kufikisha ujumbe vizuri. Uweze ukachanganya mafont kwenye poster au kwenye kitu chochote, matangazo hayo, uweze ukachanganya mafonti ambayo hayasomeki vizuri. Yani unataka ufikishe ujumbe alafu unatumia fonts ambazo hazieleweki. Mfano, umeona kama hii slogan hapo, sawa? Tuseme kwamba tuweke font, kuna font moja niliweka hapa haisomeki hata vizuri. Yani ni kitu ambacho hakisomeki vizuri, alafu unakuja na kiweka kama slogan, inakuwa hai stand out vizuri na ufikishe ujumbe vizuri. Mfano kama hii font hapa, I don't know hata kama kuna mtu anaitumia hii font. Umeona haina readability nzuri, yani huwezi kusoma vizuri hapa, mtu hawezi kuelewa hata umeandika nini hapa. Ndo maana readability ninachokiongelea. Kingine, readability sio tu kutumia font ambayo inasomeka vizuri, ni kutumia font inayosomeka vizuri kwenye wakati sahihi. Kuna font nyingine ikiwa hivi inaweza isomeke vizuri, lakini ukiikuza ikasomeka vizuri. Na pia upande wa kusomeka pia kwenye the way unavodogosha kitu. Sasa kwenye simu kuna mambo kuzoom nini, ila kwenye kazi kama let's say ni business card au ni vitu ambavyo ni printable, huwezi ukaweka slogan ambayo mtu paka aminye macho ndo aweze kuona, au utumie fonti ambayo mtu paka aminye jicho ndo aweze kuona. Mfano mdogo ni kwenye let's say mitihani tu au letters tunazozi print, vitabu, wametumia the right font ambayo itakufanya mtu hautaumiza sana jicho kufinya macho nini, ila still utasoma na utasave time na utasave enough papers
kuliko kuprint makaratasi mengi. Ujumbe wote utafiti vizuri na mtu atasoma vizuri. That's readability. Na font inayotumika ni font ambayo ina stand vizuri. Huwezi ukatumia mwandiko mdogo alafu utumie font ambayo italic, kidogo inakuwa inasumbua. Kwa the minimum of the font, the higher the bold inavyoongezeka. Mfano kama hii, sawa. Ka font kembamba then ukapunguza inakuwa inasumbua, ila tukiongeza unene at least mtu anaweza akasoma hata kama ni ndogo. Kwa lazima ujue namna ya kufanya hivi vitu, like okay, size utakao itumia inaleta muonekano mzuri, font utakao itumia inaleta muonekano mzuri, yani mtu anaweza kusoma vizuri. So that's pretty much it kwenye upande wa typography. Hopefully wote mtaelewa kabisa. Kama sehemu yote hujaelewa au unahitaji any advice au chochote, hakikisha cheki, namba zangu zipo, then just check me au dondosha comment hapo chini, au any suggestion na video ambao unahitaji, kitu kinakusumbua kuhusu graphics, just drop down there the comment, then tutashughulikia hilo. So the main thing ya kuondoka nacho hapa ni kwamba if the text is hard to read, design has failed. Cause yani hakikisha mwandiko wako unapea vizuri, font ni nzuri, spacing ni nzuri, readability ni nzuri, hapo utakuwa umefanikiwa kwenye design yako overall. Mfano kama hii hapa tu, ukiangalia ushameweza kutengeneza logo yako na slogan. Ukitengeneza kitu kama hiki hakileti muonekano mzuri kwenye macho. Ngoja tutoe hizi ili tuone vizuri. Okay, so ndo ushamaliza kutengeneza logo yako. Kitu kama hiki hakileti muonekano mzuri kwenye macho, hakina hierarchy, sawa, haitofautishi vizuri, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo. But tukitoa hizi then tukaiacha hii tayari unaona inaonekana vizuri, ina hierarchy nzuri, mtu anaweza kuiona logo vizuri, anaweza kuona slogan vizuri, so everything is just aligned perfectly. So hopefully umenielewa kabisa. So thank you so much for watching this one. See you on the next one. Peace.